Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni wakati mzuri kabisa, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya wema na fadhili zake juu ya maisha yangu. Lakini pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao unaendelea kunifuatilia na kunitazama. Na leo tunaendelea na ujumbe wetu unaosema kwa makini na simu ya smartphone. Na siku hii ya leo tutakuwa ni katika sehemu ya 14, sehemu ya 14. Leo naongea na wewe ambaye umejitahidi kwa nguvu zako kuwa na matumizi mazuri ya simu, lakini umeshindwa. Umejitahidi kwa akili zako, kwa ufahamu wako kwamba simu yako unaitumia vizuri, lakini mara nyingi kile ukiingia mtandaoni umekuwa unaitumia vibaya, au umekuwa na tabia ya kuangalia vitu visivyofaa. Kwa hiyo wewe ambaye una dhamira ya dhati kabisa, umekusudia toka ndani ya moyo wako kwamba uachane na matumizi mabaya ya simu, na ungependa kabisa kwenye moyo wako kwamba uwe unaitumia vizuri, basi nisikilize kwa umakini. Hii itakusaidia sana, mwenye moyo huo wa kubadilika, mwenye moyo huo wa kuendelea kuitumia vizuri zaidi. Nisikilize kwa umakini, hii itakusaidia. Ninasema hivyo kwa sababu gani? Hakuna eneo lolote katika maisha yetu wanadamu ambalo hatutakutana na upinzani. Maeneo yote yana upinzani, yana vishawishi vya adui, yana mitego ya adui. Lakini Mungu anasema imetupasa sisi kuishinda hiyo mitego, imetupasa sisi kuyashinda hayo majaribu. Kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa kwenye matumizi ya simu, ni sawa na kwamba unakutana na majaribu, uko kwenye mitego ya adui, lakini mitego hiyo yote imekupasa wewe kuishinda, imenipasa mimi kuishinda. Kwa hiyo siku ya leo napenda tuangalie neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 22 mstari wa 40 na kuendelea. Luka 22 mstari wa 40 na kuendelea. Hapa ni Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake. Tukianzia mstari wa 39. Mstari wa 39 anasema, akatoka akaenda mpaka mlima Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Mstari wa 40. Alipofika mahali pale, aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Ombeni kwamba msiingie majaribuni. Lakini hakuambia tu ombeni. Mstari wa 41 anasema, mwenyewe akajitenga nao kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti, akaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninaongea na wewe ambaye unapenda sana kuwa na matumizi mazuri ya simu, lakini kila ukiingia mtandaoni wewe mwenyewe umejipeleleza, umejitafakari, umejiangalia. Kila ukishika simu ya smartphone basi unajikuta unaangalia vile vitu ambavyo upendi kuangalia, lakini ukiingia mtandaoni unaangalia, na wakati mwingine unasema bora kabisa nisitumie hata simu yenyewe ya smartphone. Kama umeshindwa kabisa kutumia simu ya smartphone na unaona kile ukitumia simu ya smartphone unaitumia vibaya, basi unaweza kuchukua hatua hii. Hatua hii ni ya kumuomba Mungu. Tenga muda wako, muombe Mungu, mwambie Mungu, umeniwezesha kuimiliki hii simu ya smartphone ukiwa na lengo na sababu kwamba mimi niitumie vizuri. Lakini mimi nimejipeleleza, nimejipambanua. Mara nyingi nimekuwa naitumia vibaya. Mara nyingi nimekuwa na utumia wakati vibaya. Hivyo naomba Mungu nisaidie. Hapa Yesu anawaambia wanafunzi wake, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Akiwa na maana ya kwamba muombe, muwe na nguvu za Mungu, muwe na uwezo wa Mungu. Majaribu yanapokuja yasiwaweze. Majaribu yanapokuja yasiwashinde. Majaribu yanapokuja yasiwaangushe. Majaribu yanapokuja yasiwakosanishe na Mungu. Anasema ombeni msiingie majaribuni. Hasa hakuna maombi yoyote ambayo mtu anaweza akaomba akazuia majaribu yasije. Hiyo naamini unaelewa, naamini unajua, naamini unatambua kwamba iwe unaomba kila siku, iwe unaomba siku zote, iwe unaomba mara 3 kwa siku, lakini bado hautayazuia majaribu kuja. Ila tunapoomba mara nyingi huwa tunapata nguvu kutoka kwa Mungu za kutusaidia sisi kuyashinda hayo majaribu. Kwa hiyo wewe ambao umetumia mbinu mbalimbali, uitumie simu yako ya smartphone vizuri. Ni vizuri sana ukaomba
ili zinapokuja vishawishi, zinazokuja hizo namna za kukufanya uitumie vibaya, uweze kuwa na maamuzi yenye nguvu ya Mungu, uweze kuwa na hatua yenye nguvu ya Mungu ya kukufanya wewe ushinde vishawishi hivyo. Yesu anawaambia ombeni ili msiingie majaribuni. Lakini sio tu aliwaambia tu wenyewe ombeni, na yeye mwenyewe akajitenga akaomba, na kuomba ilikuwa ni desturi yake, ilikuwa ni maisha yake. Kwa hiyo kama unaweza ukaombea safari, ombea pia na matumizi yako ya simu. Kama unaweza ukaiombea familia, ombea pia na matumizi yako ya simu. Kama unaweza ukaiombea kazi ya mikono yako, ombea pia na matumizi yako ya simu. Hii itakusaidia kuwa na nguvu za Mungu za kukusaidia kushinda changamoto hizo za kukufanya wewe utumie simu vizuri. Utaweza kushinda changamoto zitakazo kuzuia wewe usitumie simu vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema hivyo kwa sababu hata mimi wakati fulani, wakati najifunza udereva, na nikawa na taarifa nyingi tu sana kwamba madereva wengi ni malaya, madereva wengi ni wahuni sana, madereva wengi wanakuwa na michepuko, madereva wengi unakuta wanakuwa na wanawake wengi, madereva wengi wana tabia ya uhuni, wana tabia ya uzinzi. Lakini mimi ninapotaka kuanza udereva, nikapiga magoti nikamwambia, Mungu, ninaingia sasa kwenye udereva, ninaomba Mungu nisaidie, ninaomba Mungu niepushe. Na kweli nilivyoingia kwenye udereva nikaona majaribu yameongezeka. Kuna wakati unakuta wadada wanakutongoza, kuna wakati unakuta wadada wanakutega, kuna wakati unaona kabisa dada anakuja na kuomba hela, wakuomba hela akawa wamekuwa ni wengi, tofauti na kipindi cha huko nyuma. Lakini kwa kuwa nilimuomba Mungu, miaka yote nimekuwa dereva, lakini sijawahi kufanya uzinzi. Kwa hiyo ukiomba Mungu anakusaidia. Ameni. Uwe na wakati mwema wa matumizi yako ya simu, na Mungu aendelee kukusaidia. Asante.